Easy man. Inakuwaje man? Naye anafanya nini hapa man? Ni nani man? Maana siku nzima leo sikuwepo hapa man. Imekuwaje man? Kiliwaka nini? Au kilinuka nini? Maana usije kuona mtu kama huyu akiwa hapa man. Vipi man? Walikuja watu kawakalisha nini master? Kuna kanamna fulani nini ulichezesha watu songo mbingo nini master? Man nguda. Waliingia cha kike man. Walikuja kichwa nikawachezesha songo mbingo man. Walikuwa wengi man. Mmoja kaponyoka akabakia huyu man. Kama wawili kaniliwaona man. Na yule mwenye kipala yule mwenye kichwa kama tikiti man, ambaye nilimkalisha siku hiyo nini akachoropoka man, akachola man. Sasa huyu ndo akaja kwenye mfumo man, ndo niko naye hapa na muoji man, nijue ni nini kilimleta hapa man kwenye kambi hii man. Ya jomba man. Easy. Ilikuwaje man mkavamia kambi ya kiumeni man na mmemkuta jenerali man? Ni mara 100 yani mngenikuta mimi man. Yani mlijichanganya kabisa man kumkuta huu mwamba man. Huyu wa cheki man. Haya naomba ueleze maelezo yaliyonyooka hivi man. Chalaza kabisa hapo kama ni mwandiko basi unaosomeka man. Maneno yasikike kabisa na ueleweke man. Unatoka wapi man na nani aliyekutuma man? Easy man. Kasha nichalazia kila kitu man. Ameniambia man bosi wao ndo yule man aliyemtuma yule kipala yule. Yule na miwani yake imekaa hivi kama tinta za madirisha man. Amesema kabisa kwamba alitumwa hapa kuja kuteketeza kambi yote man. Kwa ndo hivyo man wamekuta wakawa wameingia cha kike man, kawakalisha man, ndo akamebakia huyu man. Easy man. Kumbe vita bado ni kubwa man. Kumbe yule mwenye kipala mwenye miwani chuga fulani hivi, kumbe kilikuwa kikosi cha kwanza man. Hiki ni kikosi cha pili man. Kazi ipo man, michalazo kumbe ni mingi man. Man nguda. Sema mwamba kanichalazia man. Amenisanua kwamba bosi wao ni bilionea wa kutupwa man. Kwa tunaweza tukachekecha akili yetu man, tukavuta mkwanja man. Tunajua maisha yetu man kama unavyoona man. Tunakunja ngumi ndo tule man. Kwa haya maisha sio man, ikiwezekana man tuchekecha akili yetu man, tufanye maamuzi ya kiume, tuvute vya kuvuta man, kama ni mkwanja man, tuvute tulale mbele man. Mani guga. Tukumbuka tulikotoka man. Yule msukuma katutoa mbali man. Japokuwa ndo hivyo man, gusachia lakini hivyo man. Tumetoka mbali man. Kumkataa ghafla man itakuwa sio kitu chenyewe man, sio kitu poa man. Tutazingua kweli man. Jomba msikilize mwenzako jomba. Kweli kabisa bosi wangu ni bilionea wa kutupwa. Yaani ni gusachia twende kwao. Yaani mkikubali kabisa kwamba kwenda kuungana na mimi tukaenda kwa yule bosi, mkakubali kumfanyia kazi, na wakishia kabisa yaani maisha yenu hayatakuwa sawa kama mlivyokuwa hivi. Mtapokea mipunga mirefu. Yule ni bilionea kweli. Nakwambia kweli tena jomba. Gusa achia kabisa yule. Mani guga. Tamaa mbaya mani guga. Kumbuka yule mzee ametutoa wapi mani guga. Mimi siwezi kumwamini ukijana aliyekuja hapa kushambulia kambi yetu mani guga. Easy mani nguda. Hapa ni gusa achia twende kwao man. Ni maamuzi ya kiume kama forward wa mbele man. Sina namna yoyote man. Nahitaji mkwanja man. Yani nazidi kuvurugika ubongo. Yani mpaka kichwa kinanichemka. Sasa iko hivi. Kitendo cha wewe kukimbia kuwaacha wale kule nyuma au kumwacha mmoja nyuma, unajua madhara yake ni yapi? Emte. Ni pumba tupo kichwani. Umenyoa zako masikini nywele, kumbe na akili nazo umezifyekelea humo. Kitendo cha wewe kumwacha mmoja pale, hiyo ni daraja la kujua taarifa zetu na siri zetu na mipango yetu. Anaweza kakamatwa yule mmoja, wakamfinya, wakambananisha kweli, akaropoka kila kitu. Kwa hiyo ni makosa makubwa sana kumwacha mmoja wako kwa wapinzani wako. Si unanielewa wewe? Hapo dingile umeongea kitu fulani hivi imepenetrate, kitu fulani mantiki sana yani. Kwa sababu nikikumbuka yani yule dingile walivyo mzima moto, alitulia pale na mimi nikaona ikisije kituo chake kikamia kwangu, hapo nikachola hapo. Sasa ndo sasa hivi nakumbuka kwamba kumbe alibakia dingile kule. Sasa siji takuwaje hapo, siji ndo alishabananisha, siji ni mwamba naye wamebananisha tu, friji nayo aligandishi ili kagandulua kila kitu pale, ndo sielewi. Tena hapo bosi Roman, kama tu kijana huyu kasema kwamba alishenyento tu mpaka ushuzi. Sasa wakiamua tu kuwa wanamuuliza swali wanashusha kipondo. Si ndo kabisa ataeleza kila kitu.
Yaani itakuwa kama vile umewashapo redio tu, inatiririka yani mpaka uenda umeme ukatike ama uizimepo. Yaani hapo utakuwa tumeishepo kabisa. Yaani utakuwa tumeishepo kabisa boss Roman. Hebu ona taila ingine hii. Sasa hapo umeongea nini? Yaani nikajua labda utaongea kitu cha msingi cha maana, kumbe pumba tupu. Haya, hapo uko unaongea nini sasa? Hivi umejisikia ulichokiongea? Umechangia nini katika nilichokiongea mimi? Umetoa wazo gani hapo? Yaani ushuzi tu ndio unaokumbuka hapo kwamba alishenyendo mpaka ushuzi. Yaani unaongea unalopoka tu afu na ni mwanasheria hapo. Na hizo sharubu zako. Mtu akikuangalia yani kwa haraka haraka najua mtu wa maana. Lakini sasa yaani nimezungukwa na manyumbu matupu tu. Yaani kama niko kwenye mbuga ya wanyama hapa. Mwenye akili ni peke yangu tu hapa. Sasa iko hivi. Emu jaribu kwenda kufuatilia tujue kabisa kwamba hao wenzako wako wapi. Je, wako wote au yuko mmoja? Na kama yuko mmoja, huyo mwenzake wako wanamfanya nini? Au wanamfanyia nini? Si unanielewa wewe kipala nani kipala nundu wewe? Hiyo imeisha dingidei. Bado nasubiria maelezo mama, ambayo wewe hukuniambia ni kwa nini uligundua ukweli, alafu hukuniambia mimi mlengwa kwamba mimi nilishindwa kwa sababu nilipuliziwa sumu kwenye chumba changu cha mazoezi. Kwa sababu ndo kitu ambacho mimi kwa kinanisumbua, nafikiria na waza ni nini kilinikuta, kumbe wewe ulikuwa unajua na ukakaa kimya. Kwa ndo hivyo mama, sasa hivi hapa nasubiria maelezo yako. Sasa unajua nini mwanangu? Shida ni kwamba mimi nilikuwa sitakipo kabisa. Yaani kwamba wewe siweti urudike tena kwenye mangumi huko. Wakati tu nilikushuhudieko tu walikushenyentemo mangumi kidogo tu, yani nikupelekepo kule nikakuzikepo. Sasa ndo nilivyogundueko tu ule ukweli, nikasema tu na mimi nikaushiepo, kwa sababu nikiangaliepo tu ni kwamba kilicho kukuta, najua tu tatakepo kurudi kule ukafunyukue finyu. Najua kabisa lazima tu kutakuwa na vita, kutakuwa na amani wala utulivu. Sasa mama, hivi kweli ndo kitu cha kunifanya wewe kweli kutokuniambia? Kwa sababu swala la mimi kwenda kufunyukua kujua ni haki yangu, ni lazima nijue. Hawezekani mtu atake kunizuru mimi alafu nikae tu. Vipi siku akija kurudia tena kafanya kikubwa zaidi ya hapo? Ni lazima, kama ni hatua ni lazima ichukuliwe. Kwa nilitakiwa uniambie, sio kunificha. Kuogopa kwako kwamba sijui kitanitokea nini. So sababu ya msingi, kwa sababu uwezi jua. Kwa hiyo nitaka mimi nikae kimya tu kwamba nafanywa kitu kibaya alafu nikae kimya. Yaani mwanangu, nakujuako vizuri tu. Yaani wewe utakake kushindwepo. Yaani unataka ule ufunyukunyu ule. Yaani kufunyukua tu mambo ili mradi tu iwe, yani ndio mimi sikutakepo hayo mambo. Sasa hebu oneko sasa. Hivi hapo utakuwa rabo ulishagundua umeenda tena huko kufunyukua mambo wakati mimi nishakukataza hapo. Wajameni, mimi natakepo tu amani tu wajameni mwanangu. Mimi nakuelewa. Tena nakuelewa vizuri tu kama mzazi. Ni lazima iwe hivyo. Lakini sasa kwa umri huu nilionao mimi, ninaweza kujisimamia mwenyewe, kuamua nini ninafanya. Na natumia akili kabisa, yani sikurupuki, ni akili, ni process. Mimi ni mpambanaji, mimi ni boxer. Kwa tunafundishwa sana kutumia akili, kutafakari kabla hujachukua hatua. Kwa ni lazima ungeniambia mimi, ningetumia akili yangu, ningejua kwa situation hii basi natakiwa nifanye kwanza kutulia, kusubiri kufanya uchunguzi, baadaye mambo kikaa sawa. Kwa hiyo ulichokosea wewe ni kunificha.